Kwanza ngoja kwanza, wewe mwanzo si uko mpendi huyu bwana? Ndio, nilikuwa simpendi wala simuhitaji. Lakini si unajua ukiishi na mtu, taratibu unaanza kuingiza upendo. Kwa hiyo sasa hivi nimeshaingia kabisa nampenda. Lakini sasa ndio hivyo, hanipi haki yangu ya ndoa. Kwa hiyo dada sasa hivi unampenda? Ndio. Ndio shako mume wangu, sasa nitafanya nini? Sasa shoga yangu, mimi ninachokushauri tu, umuhendo mumeo. Shoga yangu jiongeze, sasa hivi kuna nguo za kulalia usiku. Wewe uenda muda wote unalala na midera mikanga. Mwanaume anakutaka saa ngapi? Mwanaume atakutaka saa ngapi? Nguo za kulalia zipo. Mvalie hata kigauni kifupi kinaonyesha unalala. Wewe muda wote vijola. Labda nijaribu hivyo. So ujaribu ndo ufanye. Unajaribu vipi? Shoga yangu, basi unavyoniambia kwa kunichamba. Mimi sikuchambi. Wewe mwenyewe unanijua, mimi sikuchambi shoga yangu. Mimi nakuelewesha tu. Sawa, nimekuelewa rafiki yangu, nitalifanyia kazi. Poa. Wewe tu usiache kuja basi, karibu. Mimi kuja nitakuja, si kama hivi nimekuja kukutembelea. Nimekumisi shoga yangu, sijakuona muda. Sawa, mimi nimefurahi kukuona, karibu sana. Haya. Samani. Bila samani. Najua mimi unifahamu, ila mimi nakufahamu. Si ndio unaitwa Sweet Apple? Ya, ndo mimi. Okay. Nafahamu fikra wewe ni rafiki yake na Nana. Mimi sijui chochote kuhusu Nana. Na nikuulize, labda wewe ni nani yake? Okay, mimi ndugu yake. Naitwa Chandaiza. Ndugu zake Nana wote wanajulikana. Asa sijui wewe nani. Na unanita hapa kuniulizia habari za Nana? Samani dada, takwambia ukweli. Nana alikuwa mpenzi wangu zamani. Na ni muda sasa namtafuta sijampata paka leo hii. Na hizi siku ndo ambazo nasikia sijui Nana kafungiwa nani, na hizi zinanumiza kichwa. Na wewe kama jirani yake, kama una jambo lote ambalo unalifahamu, tafadhali naomba unieleze. Ni kweli Nana kaolewa. Nana kaolewa? Pigia mstari kaka, hilo ndo jibu. Inawezekanaje vipi tu unaolewa tu kirahisi hivi? Yaani na wewe mwanaume alompata Nana, kwanza ni kaka mmoja mpole, mstaarabu. Kaka, wewe mwenyewe uingie pale. Yaani kama ulikuwa ni ex wake, nikupe tu pole. Basi sawa, basi nielekeze hata sehemu alipoolewa basi. Hata mtaa au nyumba alipoolewa basi, angalau tu nimuone tu mpenzi wangu. Halafu yaani unanita hapa unanipotezea muda wangu kuniulizia habari za Nana. Mtu mwenyewe hata kinywaji tu kimekushinda kununua. Hebu nitokee mimi hapa. Wewe rudi hapa, wewe mtupa, rudi hapa. Nana, mambo vipi? Mambo vipi nini? Yaani nilikuwa nakutafuta wewe. Wewe ndio kunifanya hivi mimi wewe? Kilichokufanya wewe utoke hapa mpaka uende kwa dada yangu nyumbani kumwambia kwamba mimi sijui ni umeniona sehemu fulani, mpaka unajua kuozesha mimi ndoa ambayo sitaki. Unamaanisha nini? Lakini Nana, mimi sikufanya kwa ubaya. Hukufanya kwa ubaya, si ndio? Ulitumwa au mimi nilikutuma? Alafu wewe, najuaga sana unashidaga na vielaela wewe. Hapo utakuwa umepewa tu 1500 basi kimekuzuzua mpaka kuniharibia mimi maisha yangu. Nana, usifike huko sasa. Mimi nilifanya nikajua kabisa watakuja pale watakukuta na yule mwanamume wako ambao unampenda, kwa sababu najua ni jinsi gani mlikuwa mnapendana. Tulikuwa tunapendana si ndio? Ulihakikisha. Kilichokufanya wewe unifanyie hivyo ni nini? Nana, maisha gani niliyokuharibia wewe? Wewe ni mwanaume, achaga masuala ya umbea wewe. Lakini Nana, mimi sikufanya kwa ubaya. Kwa kweli mimi sikutegemea kile ambacho. Ukutegemea nini wewe? Nana, ukutegemea nini? Nana, mimi ndugu yako Nana. Nakwambiaje? Yaani kila nitavokutana na wewe, mtindo ni huu mmoja, mpuzi mmoja wewe. Mwanamume unakuwa kama mwanamke mbea tu.
Kwanza mwanangu ulikuwa wapi? Mwanangu nakutafuta kinyama. Ndugu yangu, unajua harakati za mtu mweusi. Mishimisha za kutafuta ugali. Sema nini mwanangu? Achane na hayo. Oya, katika kupita pita zangu huko bondeni, si nimekutana na mtoto Nana mwanangu. Nana huyu namjua mimi. Huyo. Ndugu yangu, acha masiala ndugu yangu. Acha masiala, unajua vitu ambavyo sipendi katika utani. Ni kwenye mahusiano yangu. Nana huyu ex wangu huyu namtafuta paka leo sijampata paka leo hii. Aliyesema ndoa tamu. Oya, alimaanisha. Yule mtoto sasa hivi anatunzwa. Wewe mwanangu, si ulikuwa mambo mengi, mtoto umtunzi nini, kijola iko siku zote. Mtoto anawaka mwanangu, mimi mwenyewe ile nimemheshimu tu kwa sababu wewe mwanangu. Lakini la sivyo, haya, mapema tu mbona? Sema nini mwanangu? Kilichonitokea baada ya kukutana naye, Mungu mwenyewe anajua. Kitu gani tena ndugu yangu? Oya, kanipiga mibao mbele za watu ninavyokuambia. Wewe unajua mimi mwanao napenda namna gani vipi, sina kazi mjini hapa. Kwao akanipa kazi ya ushushushu nipeleleze mtoto anaishi wapi kwa sababu alitoroka nyumbani. Si unajua zile? Nikapewa namna gani vipi chambile? Si nikamchoma. Sasa yule mwanangu kachukulia ile mimi nimemchoma kwa ubaya. Kumbe mimi sikumchoma kwa ubaya. Ndugu yangu we. Yaani hapo kwanza kaniambia kila anapokutana na mimi, bora hata wewe mwanangu ungekuepo kwa sababu najua kila shetani na mbui wake. Wewe ungejua ule moto unauzima vipi ndugu yangu. Mimi paka leo hii na si tu kwa watu wanasema nimekutana na Nana. Ila mimi sijapata bahati ya kukutana naye ndugu yangu. Vipi? Naomba basi nielekeze napoishi basi. Oya, hiyo noma hiyo. Yaani kama kule mbele za watu mtoto wa kiume kanipiga mibao. Leo ninyanywe mguu wangu, mguu mosi, mguu pili, niende nikupeleke kule anapokaa. Oya, wewe unanitafutia mimavi mwanangu. Asa mimi si rafiki yako mtupa. Wewe mwanangu, lakini mwanangu kwa kipengele cha kule, yule mtoto anaweza akanitolea hata kisu. Sasa mtupa unanichanganya. Mtoto wa kike akuchomeka kisu wewe mwanaume? Bwana usinifanyie hivyo. Mimi naomba unielekeze tu, mimi nimemiss sana mpenzi wangu. Chanda, kuhusiana na habari za kukupeleka pale wewe bwana hapana. Kwa ndugu yangu umeamua kunitolea nje kabisa. Nisikize Chanda, tuachane na habari za Nana kwa sababu huko ulipofika huko babaya. Hebu tuingie bondeni hapo. Labda wakati tunaongea unaweza kanishawishi kidogo. Kwa ndugu yangu unitolea nje kabisa. Chanda, wewe unajua mimi mwanao. Ndio maana nikakwambia wakati tunaongea unaweza ukanishawishi. Kwa hiyo utanipeleka kweli? Usiwazi. Ududu. Unyama. Nakukubali mtu.